Vijana hoye! Vijana hoye! Wamama hai! Wamama hai! Asanteni sana. Meru mugeni! Mugeni kairi! Asanteni sana. Baba amekuja. Amekuja Meru. Muna furaha? Muna furaha? Niliongea na rafiki yangu. Rafiki yangu Zabulon Madenge ni rafiki yangu sana. Tumekuwa na yeye na urafiki kwa miaka mingi sana. Na yeye ni mtu ambaye ako na moyo mkunjufu, ambaye hata kama ni mbaya namna gani anasimama tu na mimi. Hata kama natishwa anasimama na mimi. Kwa sababu mimi vile vile mimi nasimama na yeye. Wakati wa dhiki, wakati wa raha, tuko pamoja. Ningefika hapa wakati ambayo mtoto yake alikuwa anafuzu katika chuo kule. Lakini ilikuwa mwezi Disemba tarehe 11. Kukaza mambo ingine hapo, sikuweza kufika. Nikamwambia yeye nikipata nafasi mwanzo wa mwaka nitafika. Ndio nimefika siku ya leo. Lakini nilimwambia nikija nisije tu ninakuja na kana wewe na bibi yako na watoto yako peke yake. Ita wanachama wa chungwa tuonane nao vile vile. Tuanze mwaka mpya pamoja. Sawa sawa. Sasa mimi nina furaha kukutana na nyinyi hapa. Vijana, nimekutana na hao vijana. Unajua hao vijana ndio maua ya taifa, sio? Ukiona vijana ndio unajua kwamba taifa linaendelea. Na wakina mama, vijana ni nguzo, wamama ndio maua. Wamama ndio wanarembesha chama. Kuna kina mama ndio wanavuta, wanagawa ni maua ambayo yanavuta nyuki. Nyuki kija karibu ndio asali inapatikana. Sio? Ndio. Sasa tumeanza mwaka mpya, lakini watu wamekuwa na dhiki. Mwaka ile iliyopita hata Krismasi haikuwa watu. Watu wengi hawakuona ile utamu wa Krismasi. Watu wengi walikuwa nahangaika tu. Hata ile kuku ya kuchinja watoto hakuna. Hata ile nini tu keki ya kukata hakuna. Sio? Mama mboga. Na ile lugha sasa imebadilika. Ilikuwa sisi tutaangalia mahasla, tutaangalia mama mboga, tutaangalia boda, jua kali. Hiyo lugha imepotea sasa. Sio? Sasa unaambia wanataka kujengewa nyumba at affordable housing. Na wewe mwenyewe hujauliza nyumba. Unataka chakula. Unataka upewe nini manyumba lakini chakula hakuna. Sasa lakini tunasema ati baada ya dhiki ni nini? Nataka kutoa shukrani sana kwa hawa wachungaji wa Meru hapa kwa kutuombea sisi. Unajua wakati ile kampeni walikuwa wanasema ati sisi ni watu wa shetani. Hawa ndio watu wa Mungu. Tukasema sasa watu wa shetani wanafanya nini hapa ni? Shetani anangoja watu kule mbinguni. Sasa wakasema wao ndio watu wa Mungu. Wao ndio watu wa Mungu. Wanaangalia mambo ya watu wa Mungu. Nataka waombewe na kadhalika. Sisi tusema hatutaki unafiki. Mungu anasaidia wale watu ambao wanajisaidia wenyewe. Sio? Wakenya hawataki chakula ambayo imepikwa. Wakenya wanataka wapewe njia ya kupata chakula, sio? Unajua kama mimi nina njaa, nimekuja kwako, nipate samaki vile nimekula samaki hapa, nitakula nitashiba. Lakini kesho tutakuwa na njaa tena.
lakini ukanifundisha uvuvi, panipatie mimi chakula ya milele. Sio? Wakenya wataki samaki imepikwa, wanataka kuvua samaki wao wenyewe. Sivyo? Sasa sisi tumesema kuna maadui matano makubwa ya Wakenya. Ni tumeandika ndani ya katiba yetu. Hii katiba tulipokuwa tunaandika tuliketi chini kabisa. Na hayo tumeandika kwenye fungu inaitwa the human rights section. Haki ya kwanza ni haki ya maisha, the right to life. Hiyo ni haki ya kwanza. Haki ya pili ni haki ya malazi. Haki ya chakula. The right to food, ili upate chakula. Hakuna Mkenya atakana alale na njaa. Sawa? Haki ya tatu, right to shelter. Haki ya malazi. Hakuna Mkenya atakane awe na lala nje atiana mahali ya kulala. 4 ni haki ya afya. Right to good health. Kila Mkenya kama ni mgonjwa, hana pesa au hana pesa, aweze kupata matibabu. Sawa? 5, haki ya kupata elimu. Right to education. Kila mtoto amezaliwa kwa taifa letu, hata kama wazazi hawana pesa, apate nafasi sawa ya kupata elimu kuanzia nursery, primary, secondary, mpaka chuo kikuu, kulingana na kipawa chake cha Mwenyezi Mungu. Sawa sawa? Haya ni matano tulikuwa tumesema tutaangalia kabisa kama azimio. Alafu tukasema ati kuna wale ambao ni maskini zaidi ya wana chochote. Kwa Kiswahili naita hohehahe. Hawindi. Hana chochote. Tutawapatia nguruwe 5, nguruwe 6 kila mwezi. Tusema namna hiyo? Tusema namna hiyo? Alafu wale wa mama wana watoto lakini hawana mabwana. Mwingine alinini bwana yake amefariki, yeye ni mjane. Mwingine alidanganywa na kijana, ati darling nakupenda sana, nitakuoa, tuendelee kufanya kazi. Kafanya kazi, mtoto umetoka, kijana ametoroka. Sio? So mama anapata shida mingi sana, sio? Sio? Saa wengine watoto yao vile vile wanahangaika, hawezi kupata elimu sawa sawa. Tulisema hawa mama tutawasaidia, sivyo? Hayote ni ndani ya ile kitu inaitwa haki ya kibinadamu. Lakini sasa wale jamaa walinyakua ushindi yetu. Hatukushindwa. Sio? Walinyakua ushindi yetu. Lakini imeenda ikakoma kwa koo. Imekataa kuteremka. Inawanyonga. Sina wanyonga. Na kusema haiteremki chini, sio? Kwa hivyo sasa nataka Wakenya wawe chonjo. Pale tunaelekea sasa. Maana yake tuko katika kona mbaya, lakini tukitoka kwa hiyo kona tutaweza kuendelea mbele vizuri. Yale wanaongea juu ya mambo ya affordable housing. Hakuna kitu mbaya juu ya mambo ya affordable housing. Lakini vile wanavyoendeleza ndio kuna ubaya. Maana yake wanaendeleza bila kufikiria vizuri na vile inaweza kuendelezwa. Wakenya hawajaeleza vizuri, hawajaelewa, na inaletwa kwa kifua na kiburi ambaye hawezi kufanyika. Mimi ndio nilileta hii mpango ya affordable housing nikiwa waziri wa public work, roads, public works and housing. Na nilienda huko China, nikaenda kule Korea, nikaenda kule Singapore, nikaenda kule Malaysia, nikaja na hii mpango. It cannot be one size fits all. It must be tailored to specific requirement of specific regions. Sio unapewa plan moja, utajenga hii concrete jungle hapa, ujenge pandii namna hii. Siri yake iko, lakini sitaki kueleza watu.
Mimi najua siri. Wao wache wao kwanza waanguke kwanza. Ni kitu mzuri zaidi. Sasa wanasema ati wamepata kazi sijui 10,000 Arabuni, sijui kiangapi kule Ujerumani na kadhalika. Si kazi ya serikali. Rais kwenda kutafuta kazi kwa wakaji wa nchi yake nje. It is not the work of a government to look for jobs for the citizens outside. Kazi serikali ni kuzalisha kazi ndani ya nchi. Create jobs within the country. Not go and look for jobs outside. Wanako wale vile wako na watu yao ambao wanataka kuajira, sio? Unataka utuma wa Kenya kwenda kama ngoji mlango, watchman, Warabuni huko. Akina mama waende kule waweke kule kwenye harem kama malaya huko. Hiyo sio kizi bana takikane. Sisi tunasema hapa Kenya tunaweza kuzalisha kazi Kenya hii. Na tulionyesha wakati tulipochukua serikali na Kibaki vile kazi inaweza kuzalisha ndani ya Kenya hii. Wakenya tuko na watu ambayo wana ujuzi, vijana ambayo wako na hamu kufanya kazi, naweza kufanya kazi wakipewa nafasi ya kufanya kazi. Tuzalishe kazi hapa Kenya. Na tunaweza kuzalisha kazi hapa Kenya. Sasa hao jamaa wanaendesha siasa ya ukabila. Siasa ya ubaguzi. Mtu wewe ati wewe ni makamu wa rais. Unaongea ati hii kuna shareholding. Ati Kenya hii kuna shareholders, wengine wana hisa mingi zaidi, wengine wana wachache. Na wewe ni nini? Sasa hao nyinyi wa Meru nasemekana nyinyi ni shareholders. Je, nyinyi mko na shareholders? Nyinyi mko na shares? Yenu inashinda Wakamba. Share yenu inashinda Wakamba. Kuna kitu mnapata hapa ambayo inashinda Wakamba. Au washikilia Wajaluo. Wanasema ati nyinyi ni shareholders. Wao wenyewe ndio wanafaidika kule juu. Lakini wanatumia jina yenu nyinyi hapa chini. Siasa ya ukabila hatutaki katika taifa letu. Wakati wa koloni ndiye mzungu alikuwa analeta hii mambo ya divide and rule. Tukiwa mna watoto wadogo mimi nimesikia redio ikitangaza wakati wa hali ya hatari. Ati Wakikuyu, wa Meru na wa Embu ni watu hatari. Ukiona mmoja akipita karibu, piga report kwa polisi mara moja. Unaona hiyo? Ilikuwa ni kutenganisha Wakenya kwenye msingi ya kikabila ili Wakenya wapigane wao wenyewe kwa wenyewe. Lakini baba yangu kina Jaramogi walikataa. Wakasema Wakikuyu, wa Meru na wa Embu ni watu wetu. Sisi ni watu moja. Sisi kwanza hawa ni watu wetu kabla hatujakuwa watu wa mzungu. Tuelewana? Hata sasa mimi nataka kuambia nyinyi wa Meru. Hakuna uhusiano ambaye iko karibu na wewe sana na Embu kuliko wewe na Mkamba. Au wewe na Mjaluo. Au wewe na Mluhya. Wewe Meru, wewe ni Mkenya, Mluhya ni Mkenya. Mjaluo ni Mkenya, Mkamba ni Mkenya. Sisi zote ni wa Kenya. Sawa. Tuache siasa ya ubaguzi ya kubagua. Kama kuna shida kwako wewe Meru, ndio vile vile yule Mkalenjin kuna shida namna hiyo, yule Mkamba kuna shida namna hiyo, Mjaluo namna hiyo. Kama uchumi mporomoka, Meru anasikia vibaya na Mjaluo anasikia vibaya. Ama sivyo? Siasa ya ubaguzi ni siasa duni ya pesa nane ambayo haina nafasi katika Kenya mpya. Sisi tunataka kutunganisha Wakenya wote. Tuwe kama kitu kimoja. Hii ndio sababu mimi nakuja. Hii ndio dini mimi nataka kuhubiri. Nitahubiri dini ya kuunganisha Wakenya wote wa kitu kimoja. Ubaguzi mtu akianza namna hii, anza mambo ya ukabila, anakuja kumada jinsia. Anasema mwanamke ni kitu gani? Mwanamke ni kitu gani? Na hii ndio inaleta mambo hii ya mauaji ya kina mama. Imba inaendelea sasa, femicide. Sababu mtu mwingine amelelewa kufikiria kwamba mwanamke ni duni kushinda yeye.
Mimi naambia mtu gani ambaye amezaliwa na mwanaume mwenzake ambaye hana mama? Kuna mwanaume ambaye alizaliwa na mwanaume? Kazi ya uzazi, kazi ya wanaume dakika tu. Mama ndio yako na shida. Anabeba mimba miezi 9. Mara nyingine kichwa inamuuma, tumbo inamuuma, anatapika nini mpaka azae mtoto. Kisha aende kunyonyesha. Mtoto aanze kudema. Aanze kutembea. Baadaye unakuja kusema ati mwanamke tu. Pumbafu kabisa. Si ni ujinga hiyo? Hiyo mtu ambaye amefundishwa na mwenyewe ndio analeza hii siasa ambayo tuko nayo wakati huu. Wakina mama wanauawa, watoto wanauawa hovyo. Hatutaki mambo kama haya. Na hii ni jukumu ya serikali kuchukua hatua. Vile vile kufundisha watu ili watu waelewane vizuri. Kwa sababu wanaleta ubaguzi ya kikabila, ndio inakuja vile vile inaenea katika ubaguzi ya kijinsia. Mpaka tumalize mambo haya. Tujenge taifa ambayo imeungana pamoja. And we can unite Kenya. Kenya becomes one country. Kenya iko na rotuba mingi zaidi. Ukitembea Meru hii, unafikiri uko Canaan. Ukija na ndege namna hii, ni green kila mahali. Mvua iko mingi kabisa, chakula iko ya kutosha. Eti watu wako na shida pande hii. Sababu gani? Nchi zingine ni jangwa. Lakini watu wanasikia vizuri kushinda wa Kenya. Angalieni nchi kama Egypt. Ni jangwa. Mto Nile peke yake ndiye anatembea kutoka milima ya Ethiopia na hizi upande yetu hapo Lake Victoria. Inapeleka maji. Hiyo maji wanatumia kufanya irrigation. Wanatengeneza sukari. Sukari hapa Kenya hii unatumia sukari hapa Meru inatoka Egypt. Inatoka Egypt. Import kutoka kule. Ngano inaletwa hapa kutoka Egypt. Mchele inatoka Egypt. Kule Egypt hapa kule Egypt bei ya stima ni senti 4 ya Kiamerika. Hapa ni senti 15 per unit. Egypt ni 4 peke yake. Na wanatengeneza na hii maji ambayo kutoka hapa tu. Wanatengeneza hiyo stima kule Egypt. Ndio viwanda vinatoka Kenya hapa vinaenda kule Egypt. Wanafanya manufacturing Egypt alafu wana export kuja rudisha hapa Kenya hapa. Hapa nini? Kwa sababu Kenya is not competitive. The price ya stima iko juu sana. Hakuna wafadhili watakuja Kenya hii. Wanatoroka. Ufisadi imezidi. Hakuna haja sababu ya ufisadi ndio sababu shida iko kule kiuchumi. Hakuna haja ya kuongeza ushuru. Ile nyungu pale ambayo pesa inaingia inavuja. Imetoboka huko chini. Hata ukiongeza ngapi hapo ndani inavuja huko chini. Kile dawa ni kuziba zile pale ofa pale ambayo inavuja. Alafu kutakuwa na pesa ya kutosha katika hiyo nyungu. Lakini hata ukiongeza ushuru maradufu, mara 10, bado watakuwa na shida tukiwa mara kwa mara. Hakuna haja ya kuongeza ushuru. Deal with corruption within the system of government. Tunaelewana vizuri? Sasa nimeongea mambo mengi zaidi, lakini mimi na furaha kuko hapa Meru. Mimi ni furaha zaidi. Sasa manake nimeona Sifuna ameongea na nyinyi hapa. Kwanza niko na nini? Kwa upande ya chama. Sifuna amesema kuna zile branches kuna constituencies 9 na ziko
Sita. Yeah, that's 6. Zile sita ni ngapi? Sita. Can you read them? Aya. Tulikuwa tumesema hizi constituency sita chairman. Baba ana huruma kidogo kushinda SG. Amesema hata kama mmevuta mkia mtapata kitu. Sema baba ni baba. Haya, sasa chairman wa Central Imenti, Buri, North Imenti, South Imenti, Tigania West, Tigania East. Mkuje hapa baba wapatie kifuta machozi. Njoni. Tulieni tu. Tulieni. Si baba yuko hapa? Watulie. Haya. Central Imenti. Buri. Central Imenti ni nani? Salimia baba. Jeshi tulia, tunamaliza na jeshi. Central Imenti salimia baba. Buri salimia baba. Weka bidii kabisa. North Imenti. South Imenti. Tigania West. Alafu Tigania East. Asante chairman. Tigania East. Haya. Sasa baba, wale wanafuata ni wale wewe mwenyewe unasema wamepata medals. Wamepata medals. Nishani ya shaba. Inaenda kwa Igembe Central. Afuatwe na Igembe North na Igembe South.